Naam, Bwana Yesu asifiwe. Wakazi wa hapa na wafanyabiashara, kwa mara nyingine tena mwinjilisti wa Mungu niko hapa niweze kuwasalimu sana kupitia jina hili la Bwana wetu Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Ili ni jina la pekee. Jina hili manabii wengi waliliandika. Jina hili mitume wengi, manabii waliandika, wakatabiri habari za huyu mwanaume wa wanaume ambaye ni Yesu Kristo. Waliandika habari zake miaka iliyopita. Huyu ni mfalme Yesu. Waliandika habari zake, manabii na mitume wakaandika habari zake za ajabu. Habari zake waliziandika karne na karne. Sikiliza nikwambie, rafiki yangu, nimekuja nikuambie habari za huyu mwanamume wa wanaume. Yako mambo mengi yameshindikana, yako mambo mengi watu wengi wameshindwa, yako mambo mengi watu hawaelewi wafanye nini. Lakini nataka nikwambie, wengi matumaini hawana. Watu wamekosa tumaini. Mtu akiwaza, mwingine anawaza ajiue, mwingine anawaza ajinyonge. Liko tumaini. Sikiliza nikwambie, yuko tajiri mmoja alikuwepo pale wapi, katika ule mkoa wa Mwanza. Naanza na utangulizi. Yule tajiri alikuwa na mali, alikuwa mfanya biashara mkubwa. Ananunua dhahabu, anauza. Mfanya biashara mkubwa. Sikiliza, iko siku huyu mfanya biashara alikosa tumaini katika moyo wake. Huyu mfanya biashara alikosa tumaini. Alikuwa na gari lake la milioni 900, lakini pia vile alikuwa amemnunulia mke wake gari lake la kutembelea, ili mke wake asiwe anakuwa na usumbufu panda daladala na nini. Akamwambia, mke wangu, mimi nakununulia hiki. Lakini kwani kuwa na mali ni dhambi? Sio dhambi. Kuwa tajiri sio dhambi. Wakina Sulemani walikuwa matajiri. Walikuwa matajiri, lakini walitukuza Mungu. Lakini huyu hapa jamaa alikosa tumaini. Pamoja na kuwa na mali na kuwa na majumba mazuri, lakini kuna siku na wakati huyu jamaa alikuwa na wivu na mke wake. Hapa alikuwa na bastola. Alikuwa na bastola kiunoni. Popote anapotembea kwa na bastola. Akilala kitandani pale na bastola. Sikiliza nikwambie, lakini kuna kitu ambacho alikosa huyu mtu. Pamoja na kuwa na maisha mazuri, lakini kuna kitu ambacho alikosa. Alikosa nini? Alikosa habari za Mungu. Utajiri sio dhambi, lakini alikosa habari za ufalme wa Mungu. Huyu tajiri pale Mwanza, kuna siku moja alikuwa na mke wake wanagombana. Sasa ule usiku tajiri yule mwanamke akatoka. Wakati anampigia simu yule mwanamume, anampigia mke wake simu, mke wake apokee simu. Anampigia simu apokee. Aliporudi akuuliza nini, kachomoa bastola yake, kampiga risasi. Kamimina risasi kwa mke wake kichwani. Kamimina risasi zikamiminwa. Yule mwanamke kagaragara pale, kafariki. Yule mwanamume hakachanganyikiwa. Sikiliza, hakupanda ile gari. Ana magari pale uwani, magari ya kifahari ya milioni 900, magari mengi, lakini hakupanda ile gari, hakakimbia. Sikiliza, huyu mwanamume anakimbia na bukta. Huyu ni tajiri, anakimbia na bukta. Akaenda katika ile ziwa Victoria, akachukua mtumbwi, akaenda pale katikati ya ziwa, akajipiga risasi, akajiua. Sasa jiulize, zile mali wakina nani walifaidi? Tuombe napoingia kwenye somo langu. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, mtoto wako nimekuja hapa maeneo haya hapa, nalishukuru jina